wetu kwa njia ya kuwa na kiburi na ulegevu na uzembe na uvuguvugu, atapotea katika siku ya mwisho. Mbali sote tutakaburi na ufalme wako na utukufu wako. Tuseme kwa sauti kubwa kwamba huyo ndio Bwana tulikuwa tunamngojea, amekuja kutuokoa. Haya ndio maombi yetu ambayo tukiamini katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Asante sana. Kwa wakati huu huduma kuu imewadia. Naendelea kuombwa, kama uko na mtoto mchanga tafadhali kaa karibu na yeye asije akasumbua, asije akarandaranda. Kama uko na simu yako make sure haina sauti isije kaleta disruptions, na most importantly tuendelee kuombea kwa huduma ambao anakuja hapa mbele. Kazi anaenda kufanya si kazi rahisi. Amen. Na Mungu bariki, tubariki. Choristers. Tusimame. Tunaomba. Mungu wetu wa mbinguni, Baba mpendwa, Mungu wa mbingu na nchi na ulimwengu mzima, watoto wako tuko mbele zako. Tunaomba utubariki katika Kristo, tunaomba tukiamini. Amen. Sing joyfully to the Lord, you are righteous. It's fitting for the upright to praise him. Praise the Lord with the harp, make music to him, and to 10-string lyre. Sing to him a new song, play skillfully, and shout for joy. Happy Sabbath. Happy day. You looking good. Mnasemaje? Karibu kanisani, nyumbani mwa baba yenu. Kuna yeyote anajihisi kusalimia siku ya leo? Hakuna. Asanteni sana. Sabato ya leo inaongozwa na idara ya muziki na ni sabato ya kipekee. Karibuni nyote, jisikie mko katika nyumba ya baba yenu, tayari kwa kupata neno na kusikiza uimbaji mzuri kwa sauti ambazo tumepewa. Mimi ninayeongea naitwa Eugene Wekesa, mmoja wa wazee katika kanisa letu. Na niko hapa kwa ajili ya kumkaribisha mnenaji ambaye ameteuliwa na mbingu,
rafiki yangu wa karibu sana. Ni wangapi wanamjua? Elder Willis, wewe ni mmoja wetu. Anatoka Baraka, anatoka Great Hope, Baraka District. Kumaanisha ni mmoja wetu. Wakati wake ukifika, atasimama na atupee neno. Ndugu yangu Thomas, happy Sabbath, happy day. Ule naye anatoka Machakos. Ata introduce wenye wamebaki. Asante, karibu. Bwana asifiwe. Praise God. Ai, si Elder amesema leo ni siku imbaji. Praise God. Amen. Nataka kusikia soprano, alto, tenor, bass. Praise God. Amen. Inakuja. Praise God. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sabato ya leo. Sabato ya muziki. Tumekuja kusifu Mungu wetu kwa makuu ambayo ametutendea. Jina ni Thomas Owino. I'm standing in for our brother, our director, my friend, Elder Tilen. Please say hi. Yeye ndio kiongozi. Ameniambia niweze kuchukua hiyo nafasi yake. Kwa wakati huu ningependa kuleta the council. Najua the music department, the council are the choristers, church choristers. So all the church choristers, please, wherever you are, some are outside, some are inside. Naomba msimame, all church choristers. Let's wave. Tunasemaje kwa hao ndio wameandaa siku ya leo. Pia ningependa kuintroduce the invited choirs ambao tuko nao siku ya leo. Tuko na church choir, naomba msimame. Church choir, Baraka Church choir. Let us wave. Kiongozi tusalimie. Amen. Huyo ndio director wa choir. Then we have youth choir. Baraka youth choir, msimame wote. Najua nawajua. So hata kama uimbi lakini wewe ni youth, simama. Wacha niweke hivyo. Sasa wanasimama. Hao ndio youth peke yao. Tuasimu sawa wenye wabaki ni wazee na wamama na ambassadors. Msimame. Let us wave. Let us wave back. Kiongozi. Alafu tuko na AWM choir. La Sabbath walikuwa walienda mahali huduma. Tunashukuru sana. Kwani leo wako wapi? Kiongozi. Sioni wengine. Kama unajua wewe ni hata kama hujavaa uniform, simama. Acha niweke hivyo. Kama unajua wewe ni mama, simama. Hata wale wako nje, kanisa ni moja. Asante. Let us wave to the church. Let us wave back. Kiongozi tusalimie. Amen. And then we have ambassador. Our ambassadors, please, musimame. Ambassadors. Wacha kuangalia machine. Machine iko sawa. Simama Felix. Unajua iko sawa. Simama. Simama Felix. Asante. Hawa ni ambassadors. Let us wave to the church. Let us wave back. And then wenye boma, wazee. Amo choir. Asante. Okay, amo. Ama hiyo, wacha nitoe choir. Amo. Let us wave to the church. Wazee wote wasimame. Uma. Wewe si mzee? Let us wave to the church. Nimeona kiongozi yako pale nje. Kiongozi tusalimia, najua kuna sauti itatosha.
Asanteni sana na Mungu awabariki. Nikikuja hapa mbele, choristers nilishawakaribisha, si ndio? Technical team, Diu kutusalimia kwa niaba ya technical team. Hatujambo. Nikikuja hapa mbele, tuko na pia chorister anaitwa Ann Jacob. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Happy Sabbath, happy day. Karibuni. Nitaleta sermon ya watoto. Karibu na yeye tuko na Sister Mercy. Pia ni chorister. So tusalimie na alto. Muimbe na alto, si ndio? It's a lovely day today. 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 Happy Sabbath. Happy day. Now waletea tithes and offering. Asante. Tuko na msomaji Mutiso Jackson. Salimia na base ama uamuzi ni wako. Ama ile sauti unatumia kusoma neno. Happy Sabbath. Happy day. Tawaletea fungu kuu na song selection. Asante. Elder. Elder anasema hana sauti. Sijui ameongea ni gani. Because wale hawana sauti wanatumia sign language. So thank you so much, Elder. To online viewers, feel most welcome and with the presence of the Lord. Mungu awabariki. Wakati huu ningependa tuweze kuchukua Biblia zetu tupate fungu kuu kutoka kitabu cha Ufunuo 15 mstari wa 3. Ufunuo 15 mstari wa 3, Biblia inasema, nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana-kondoo wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, he Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, e mfalme wa mataifa. Tarudia. Nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana-kondoo wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, he Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, e mfalme wa mataifa. Naomba tusimame na song number 153, nyimbo za Kristo. Fikira moja tu
sana, ni wakati wa sala kuu. Wale ambao wanaweza kupiga magoti, ningewaomba kwamba tupige magoti. Iwapo uwezi, utasimama hivyo hivyo. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu na Baba yetu unayetupenda, jina lako litukuzwe. Ni asubuhi, siku ya Sabato, siku ambayo umetenga kwa ajili ya kupumzika na kukuabudu. Natazama wana na binti zako wamejitolea kuingia nyumbani mwako. Mungu Baba, wana maombi mengi moyoni mwao, lakini wewe mwenyewe wajua Mungu Baba. Asubuhi hii ninapoleta ombi hili mbele zako Mungu Baba, naomba kwamba kwa iwapo kuna jambo nimetenda kinyume na mapenzi yako Mungu Baba, ukanisamehe ili ninapoleta maombi ya wanao ukaweza kuyasikia Mungu Baba. Mungu Baba, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako kwa kututunza wiki nzima. Tumekuwa tukihangaika katika dunia hii kutafuta kipaji chetu cha kila siku, na leo hii tumefika kanisani mwako kwa ajili ya kuabudu Mungu Baba. Umetulinda, umekuwa nasi. Asante kwa afya njema ambayo tunazidi kuiona. Asante kwa kipaji cha maisha na utulivu tunaoendelea kuona katika nchi yetu ya Kenya Mungu Baba. Na asante pia kwa kanisa lako la Kiadventista kote ulimwenguni. Mungu Baba, tunakushukuru kwa hayo. Mungu Baba, tunakuja mbele zako tukiwa na mahitaji mengi mioyoni mwetu. Kunao wenzetu ambao wanaugua, lakini Mungu tunajua kwamba wewe ndiye tabibu mkuu. Na unapozuru wagonjwa wengine Mungu Baba, usiwasahau na wana wako waliomo kanisani humu ambao wanaugua Mungu Baba. Kunao ambao waleta majina yao kwa ajili ya kuombea siku ya leo, akiwemo ndugu yetu Elda Bush ambaye mama yake ni mgonjwa, akiwemo ndugu yetu Brother Steven Masharia ambaye ndugu yake na dadake wote ni wagonjwa Mungu Baba. Unapowazuru wagonjwa wengine, hebu ukaweze kuwapitia na hao pia ukaweze kuwaguza na kuwaponya Mungu Baba. Mungu Baba, kuna familia ambazo zimewapoteza wapendwa wao. Tunakutambua kwamba wewe ndo mfariji wa kipekee tuliye naye. Mungu Baba, wanaofariji waliofiwa, kumbuka pia familia ya dada yetu Mama Mora ambaye amempoteza babake. Tuomba kwamba kaweze kuwafuta machozi na kuwape nguvu na kuwasaidia Mungu Baba katika mpango walio nayo. Mungu Baba, kunao wenzetu walio kanisani humu na huenda wanapambana na hali ya kifedha. Huenda wakawa wamefungiwa nyumba zao. Huenda wanahitaji school fees ya watoto ambao wamerejea nyumbani Mungu Baba. Tunajua kwamba wewe ndio mpaji wa kipekee, na Mungu Baba wanapokuja malangoni mwako na ombi hilo, hebu Mungu Baba kaweza kuwasikiza na kuwajibu kulingana na mapenzi yako Mungu Baba. Mungu Baba, tutakuomba kwa ajili ya uongozi wa kanisa letu kuanzia General Conference, wachungaji wetu, uongozi wa wazee katika kanisa hili, watendakazi na hata washiriki Mungu Baba. Tuomba kwamba kazidi kutuzidishia imani tunapoishi katika dunia hii, tukingojea marejeo yako mara ya pili Mungu Baba. Tukazidi kuwa mwanga kwa dunia na kuelekeza wengine wakaweza kujua Mungu Baba. Mungu Baba, pia tunakushukuru kwa ajili ya uongozi wa nchi yetu ya Kenya na kwa ajili ya utulivu na amani tunayozidi kuiona. Ombi letu ni kwamba uongozi uliotupa Mungu Baba ukazidi kuwapa busara kutuongoza ili tukazidi kurejelea malangoni mwako Mungu Baba. Mungu Baba, masaa haya tumekuja kanisani ili kusikia neno lako, na umemteua mtumishi wako Elda Willis kwa ajili ya kuongea Mungu Baba. Na mkabidhi mikononi mwako, ukamtumie tu kama chombo, ile yale yote atakayanena Mungu Baba yakaweza kuwa fundisho na kuhimiza watakaosikia Mungu Baba. Mungu Baba, tunaomba kwa ajili ya utulivu wa kanisa letu. Tupe utulivu tukaweza kusikia kutoka kwako na hadi tamati tutakapomaliza Mungu Baba, ili kulitukuza jina lako. Mungu Baba, nakushukuru kwa wema na fadhili zako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema siku zote. Indeed, Mungu ni mwema nyakati zote, kwa huzuni, kwa furaha, kila wakati Mungu ni mwema. Ni wakati wa zaka na sadaka, na tunapata himizo letu kutoka 2 Corinthians chapter 9 verse 7, which says, Mungu anapenda
God loves a cheerful giver. So leo tunapoenda kutoa zaka na sadaka zetu, na wahimiza tutoe with a cheerful giver. Tusitoe kama tunalazimishwa, tutoe kwa furaha, tukikumbuka tunamtolea Mungu wetu, tunamrudishia kile ambacho ametupatia. Leo nataka kusisitiza kwa utoaji wa camp expense na camp offering. Ukiangalia kwa bahasha yako, kuna place kumeandikwa camp meeting offering. Kama una purpose kutoa for camp expense na uweke kwa camp offering, ujue itaingia kwa camp offering. Na ukitoa camp expense pale chini after station development, hapo chini kuna line moja imebaki. Unaweza allocate camp expense yako hapo. Na kama unatoa kwa M-Pesa, usiandike group 16. Hakuna mtu anaitwa group 16. Utaandika leader wako, group leader. Kama ni Tilen, utaandika group ya Tilen. Ndio tuallocate hiyo pesa, tukiweka kwa account, tutaweka kwa account ya Tilen. Ndio manage ku account for, ajue ni how much group yake imetoa. Kama ni group ya Thomas, utaandika group ya Thomas. Deacons and deaconesses on duty, tusimame. Wanapoendelea kukusanya, I'm inviting Baraka Girls for a song. Karibuni.
hayala itamani ya maji, ndivyo nafsi yangu ya kutamani katika jangwa la dunia hii, nakuja kwako e Bwana. Kama hayala itamani ya maji, ndivyo nafsi yangu ya kutamani katika jangwa la dunia hii, nakuja kwako e Bwana. Nina kiu e Mungu, nafsi yangu ya kutamani, hakuna mwingine kama wewe, wewe ndiwe ninayehitaji. Nina kiu e Mungu, nafsi yangu ya kutamani, hakuna mwingine kama wewe, wewe ndiwe ninayehitaji. Nijaze, nijaze e Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, nikuabudu kwa moyo wote, sasa na hata milele. Nijaze, nijaze e Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, nikuabudu kwa moyo wote, sasa na hata milele. Nina kiu e Mungu, nafsi yangu ya kutamani, hakuna mwingine kama wewe, wewe ndiwe ninayehitaji. Nina kiu e Mungu, nafsi yangu ya kutamani, hakuna mwingine kama wewe, wewe ndiwe ninayehitaji. Nijaze, nijaze e Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, nikuabudu kwa moyo wote, sasa na hata milele. Kiu ya kina uwepo wako, naumia moyoni bila wewe, nikutafute mchana usiku, wewe ndiwe uzima wangu. Nina kiu ya kina uwepo wako, naumia moyoni bila wewe, nikutafute mchana usiku, wewe ndiwe uzima wangu. Nina kiu e Mungu, nafsi yangu ya kutamani, hakuna mwingine kama wewe, wewe ndiwe ninayehitaji. Nina kiu e Mungu, nafsi yangu ya kutamani, hakuna mwingine kama wewe, wewe ndiwe ninayehitaji. Nijaze, nijaze e Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, nikuabudu kwa moyo wote, sasa na hata milele. Nijaze, nijaze e Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, nikuabudu kwa moyo wote, sasa na hata milele. Nijaze, nijaze e Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, nikuabudu kwa moyo wote, sasa na hata milele. Nijaze, nijaze e Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, nikuabudu kwa moyo wote, sasa na hata milele. Amen. Mali
gracious Master in heaven, we come before you with thanksgiving in our hearts. Thank you for your provision. Thank you, dear Lord, for giving us a thankful heart that we've given back what you've blessed us with. As we continue the programs, dear Lord, we pray that you continue blessing us. In Jesus' name we pray. Watoto wako ni kama walienda GSU. Watoto, Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in his eyes. Jesus loves the little children of the world. Ni wakati wa watoto, kama kuna wengine kule, mje karibu. And you sing with me. Yesu apenda mtoto kama mimi. Yesu apenda mtoto kama mimi. Mtoto kama mimi. Yesu anipenda. Yesu apenda mtoto kama mimi. Yesu apenda mtoto kama wewe. Yesu apenda mtoto kama wewe. Mtoto kama wewe. Yesu akupenda. Yesu apenda mtoto kama wewe. Yesu apenda watoto kama sisi. Yesu apenda watoto kama sisi. Watoto kama sisi. Yesu atupenda. Yesu apenda. Hata sisi walimu tumechanganyikiwa kidogo, lakini tuliambiwa ni watoto kama sisi, sio sisi. Si ni sisi mara mbili, sio sisi mara tatu. Mimi ni mimi, sio mimimi. Sawa watoto? Tutajifunza afternoon tuweze kuimba vizuri. Si ni sawa? Aya. Naomba mtoto mmoja atuongoze kwa ombi, tuanze hadithi yetu. Sami. Let's pray. Our dear everlasting Father, King of glory, come before you this afternoon, giving you thanks and glory. We are going to learn this story. Let it stick in our minds in Jesus' name. Asante. Watoto, halo. Halo watoto. Aya, nina swali. Leo ni Sabato, inaongozwa na idara gani? Aha, Trevor. Music. Music, very good. Music ni nini? What is music? Wimbo. Ametuambia ni wimbo. Wangapi wanapenda kuimba? Mnapenda wimbo kama gani? Yes. Kuna wimbo common mnapenda nyinyi wote? Kama gani? Watoto tuokoe muda. Hakuna wimbo mnapenda? Mmesahau? Happy hakuna wimbo anapenda. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Will you sing with that song? Haya, tuimbe. To God be the glory, great things he has done. So lovely the wonder, he gave his son, who is then his life, and homely from sins. Our wonder, our transport, when Jesus with him
Amen. Huo ndio wimbo Happy anapenda zaidi, to God be the glory. Na kiongozi wetu wa leo pia alituambia that is one of our theme for today. Tunampa Mungu sifa na shukrani, si ndio? Na huwa tunamsifu Mungu kwa njia gani? How do we praise God, children? How do we praise God? Through? Yes. Through praying, very good. Through worshiping, How? Through? by singing, Very good. Tumwambie shine, 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 shine for Jesus every day. You are shining like a star. Wow. Very good. Kwa hivyo tunamsifu Mungu kwa njia ya kuomba na pia kwa njia ya kuimba. Na najua kiongozi wetu wa leo sio kuimba tu, si ni kuomba pia. Very good. Hadithi yetu ya leo inatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, the book of Acts, chapter 16, from verse 16 kuendelea. But our main verse ni verse 25 na verse 26 through to 27. Hadithi yetu ni kuhusu mjakazi mmoja wa Mungu alikuwa anaitwa Paul na rafiki yake Sila. In English, Trevor will tell me it's Paul and Silas. Very good. Mmewasikia kuhusu Paul na Silas kwa Biblia? Watoto, mmewasikia kuhusu Paul? Pengine wengine hawajasikia Silas lakini wamesikia Paul, si ndio? Paul alikuwa nani, alifanya nini? Anything you know about Paul? Haya, kabla Paul aitwe Paul, alikuwa anaitwa nani? Very good, alikuwa anaitwa Saul. Na jukumu letu sisi sote hapa, wakubwa kwa wadogo, ni kueneza ujumbe kwa mataifa wote. Our greatest mission iko katika kitabu cha Matthew chapter 28 verse 19 through 20, si ndio? Lakini tunaambiwa kwamba hadithi ni ndefu, lakini mnajua kwamba Paul and Silas walitupwa gerezani. Mliwaisikia hivyo? Kwa nini walitupwa gerezani? Kwa nini Paul na Silas walitupwa gerezani? I have very good learners in my class. because of preaching the word of God. Very good. Tumwambie shine, 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 shine for Jesus every day. You are shining like a star. Wow. Wewe sasa ukitupwa gerezani utasikia aje? Utacheka? Utaimba? Utashangilia? Utafanya nini? Kasirika. Yeye atakasirika. Mwingine akitupwa kwa jela, jela ni pahali pazuri. Ukitupwa kwa jela utafanya nini? Nitaomba. Utaomba. Wow, thank God for you. Kwa hivyo Paul and Silas walitupwa gerezani kwa kueneza ujumbe mzuri wa nani? Wa Mungu. Na tunataka kuangalia the power of music through Paul and Silas. Hawakuwa wanaomba tu, bali pia walikuwa wanaimba na kumtukuza Mungu jinsi ambavyo Happy ametuelekeza. Tuimbe tena chorus, praise the Lord. Amen. Haya, imba praise the Lord, praise the Lord. Tuimbe. Praise the Lord, praise the Lord. Let heart hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has done. Amen. Sasa msikize chenye Paul and Silas walifanya. Verse 25 inasema, about midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, kama hiyo ya kumtukuza Mungu, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake and the foundations of the prisons were shaken.
At once, all the prison doors flew open and everyone's chain came loose. Walikuwa wamefungwa na minyororo na wakarushwa kule ndani. Lakini wao kwa sababu walimtegemea Mungu na walijua kwamba Mungu wao hata waacha, waliendelea tu kuomba na kusifu, singing hymns, na punde tu kwa kuwa na mtetemeko wa ardhi na milango ya jela ikafunguka hadi minyororo ambao walikuwa wamefungwa nayo ikafanya nini? Ikajiachilia na wakakuwa huru. Say amen. The power of music. Tuko pamoja? Nyinyi pia si mtapenda kuimba? Na leo afternoon tukimaliza sermon si mtaimba? Mtaimba wimbo gani ambao mnapenda kama watoto? Baby Jesus, ingine? Very good. Na sio hapa tu kanisani peke yake. Hata mkiwa shuleni muombe na muimbe. Tuko pamoja watoto? Hata mkiwa wapi. Na pia mkipitia changamoto, mkiwa kwenye furaha, Teacher Masia ametuambia kwamba tunamtukuza Mungu kwa mazuri na hata kwa mabaya. Hata tukipatwa na mabaya, tumtukuze Mungu. Tukipatwa na mazuri, tumtukuze Mungu. Sawa sawa watoto? Sawa sawa? Na hiyo song si mnajua kwa Kiswahili? Msifu, tuimbe watoto. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Amen. Now from our long story, umejifundisha nini? Tupate wawili peke yake. Because of time, wawili. What have you learned from our story today? That I have learned that we should pray. God loves us. Amen. God loves us and we should always praise him. Amen. Amen. Aya, tuombe. Tuombe watoto. When I want to pray. Jesus loves me. Tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa wakati huu mwema. Asante kwa hadithi fupi ambayo inatuhimiza kukusifu hata kwenye changamoto. Kuwa nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Do you like my story? Do you like my story? Twende tuketi. So don't forget. Kwa utaratibu pole pole. Haya. Wanapoketi tunawakaribisha wahudumu wa kwanza, wanakwaya kwa wimbo wa kipekee. Karibuni.
Sawa.
kitu kando ya maji ya utulivu. Yeye unilaza, nitatembea kwa utulivu, nikijua Bwana unichunga. Yeye ndiye naona ngome maishani mwangu. Umewekwa kuwa barua katika ulimwengu, watu wanapokusoma wamwelewe Yesu. Umewekwa kuwa barua katika ulimwengu, watu wanapokusoma wamwelewe Yesu. Umewekwa kuwa barua katika ulimwengu, watu wanapokusoma wamwelewe Yesu. Umewekwa kuwa barua katika ulimwengu, watu wanapokusoma wamwelewe Yesu. Umewekwa kuwa barua katika ulimwengu, watu wanapokusoma wamwelewe Yesu. Umewekwa kuwa barua katika ulimwengu, watu wanapokusoma wamwelewe Yesu. Asante sana kwa uimbaji mzuri. Ni wakati mwingine mwema, wakati wa kupata neno. Na najua kanisa letu ni kama ile pickup. Hapa ndani tuko mbele na dereva na pale nje kwa karai. So pale kwa karai Elda Edwin, msilale. Tunawapangia mazuri. Karibuni kwa ajili ya ndugu yangu. Karibu. Asante. Asante Elda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. You are very smart. Lakini napenda watoto sana. Watoto halo. Watoto sasa. You are very smart. Hello girls. Hello girls. Nimeambiwa Amo hawapendi kuitwa boys. They want to be called men. Hello men. Hello hello. Gen Z. Hello. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Elda kwa makaribisho. Ndugu Thomas ametukaribisha. Wangapi wanamkaribisha? Elda Thomas, simama tusalimie. Bwana asifiwe. Wengine hawana mkono. Bwana asifiwe. Ana teacher ananifanyia hivi. Asante Elda. Don't worry, I'll take a very short time. I have so many friends here. Niko na marafiki wengi sana. Kule nje naona ndugu akina Fabio, ndugu Edwin. Nimeona marafiki wengi kule nje. Hapa ndani marafiki wangu ni wengi sana. Nyinyi wote marafiki zangu. Nafurahi sana kukutana na nyinyi. Kwa niaba yenu yote mkubali nisimamishe mmoja peke yake atusalimie. Ndugu dada Eileen Kwamboka. Simama tusalimie. Kuna mtu mwenye anakushikilia mkono hivi, si ndio? Akikuleta kanisani. She played a part. Kwa hii kanisa nikakuja. Kwa hivyo nashukuru. Nafurahi sana kukaa hapa. Yesterday at this time, nilikuwa mbali sana. Kulikuwa na so many counties in between ndio nifike Nairobi. I didn't know nitakuwa hapa, lakini nikaambia Mungu kwa sababu nataka nihubiri baraka. Ukipenda niende ni sawa. Kama utaki nifike pia ni sawa. Nitapigia tu Elda Tilen nimwambie ndugu yangu
due to unavoidable hiyo ndio watu wanaanzaga hivyo. Nimejaribu yote lakini due to unavoidable circumstances ndugu yangu sitafika. But nashukuru Mungu nimefika Nairobi asubuhi na nimetoka kule nyumbani nikaambiwa nikifika hapa niwasalimie. Mmepokea? Alafu kwa sababu mimi ama serving elder kule Great Hope, nikakimbia kule Great Hope, tuko na Pasaka pale na washiriki wengi hawajaniona, but wachache ambao wameniona including our pastor plus our elders wakaniambia nikifika hapa niwapee salamu. Mmepokea? Amina. Now kwa sababu leo ni siku ya music, inaongozwa na music. Fortunately I'm the elder in charge of music even in the district, in this our beautiful district. Mimi ndio nimesimamia music. I'm happy. Ndugu Tele nashukuru sana kwa kunipea hii platform. Watoto wameimba wimbo wamemaliza, so sitarudia tena. But sisi wote tumeimba wimbo number 153. Inaongea juu ya fikra. Fikira moja tu. Inaendaga ikirudi. Urejea inaenda ikirudi katika mawazo yangu. Fikira moja tu. The topic of today is I will be there. Nitakuwa pale. I will be there. Ambia jirani yako, mwambie kwanza asalimia yeye. You know, there are people ambao hawajasalimiwa vile walisalimiwa na elder kule, hakuna mtu mwingine amemsalimia. Please greet that beautiful child of God mwenye ako kando yako hapo. Mkaribishe. Smile with that person. Na hiyo ndio bahati mbaya kama ukokaa karibu na mke wako, sasa mtu anataka kusmile na mke wako. Please smile next to that person mwenye ako kando yako. Smile to that person, umkaribishe katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Kama uko karibu na mke wako, just see somebody is smiling to your wife, ndugu Wycliffe. And there is nothing you can do. At least you have smiled. Unajua ukismile hivyo, if you have a joyful heart, even your Father in heaven is very happy. So now that you have smiled and he or she has also smiled, muambie hivi, I will be there. I will be there. That is the topic of our sermon today. We can sing stanza 1. We can sing stanza 1 ya 153. Stanza 2. Well, let us sing stanza 1 kwanza, then we pray. Ndugu yangu najua you are very quick. Unaweza ukaiweka hapa. Fikira moja tu, urejea mawazoni mwangu, and then we pray. We are praying. Baba yetu Mungu wa mbinguni, dunia hii yote, bingu yote, ulimwengu nzima, vitu ambavyo viko, ambao vinaonekana, vingine havionekani, vingine tunajua, vingine hatujui, zote ni zako. Tuko mbele zako tukitambua ukuu wako, na tunakupenda kwa sababu wewe ni baba yetu ambaye anatupenda. Uturehemu Mungu wetu, utuhurumie. Tumetembea mbali sana na utukufu wako, tumekosa. Utusamehe na ututakase. Unapofanya hivi Mungu wetu, utubariki na neno lako, Roho wako Mtakatifu atuongoze katika Kristo, naomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Leo ni Sabato ya kumwabudu Mungu
kwa njia ya sifa ya uimbaji. We can worship God kwa njia nyingi vile watoto tumefundishwa. Tunaweza abudu Mungu kwa mahubiri, tunaweza abudu Mungu kwa kusoma Biblia. Tunaweza abudu Mungu kwa zaka na sadaka, na pia tunaweza tukaabudu Mungu kwa kuimba. Kuimba tu, you are worshiping God. Kumuimba tu Mungu, kumsifu vile alivyo mzuri, vile alivyo mkuu, vile alivyo wa haki. Mambo haya yote vile unamjua Mungu wewe binafsi. Your relationship with God, wakati ambapo unaimba, you are worshiping God. Kwa hivyo leo tunataka kufocus kwa upande huo wa kumtukuza Mungu, kuabudu Mungu kwa njia za kuimba. Music is a powerful weapon. The same way prayer is a powerful weapon, music is a powerful weapon. Ukienda nayo mbele ya Mungu, Mungu atakugundua. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Ukienda mbele ya Mungu with the songs, music, God will recognize you. Kuna vitu ambazo Mungu hapendi. Ukienda mbele ya Mungu ati natii sheria, natoa zaka na sadaka, mimi ni mtu mzuri, nilibatizwa, mimi naenda kanisani kila siku, munikumbuke, ni sawa. You are doing the right thing. But ukienda mbele za Mungu with music and singing, God will instantly recognize you that unaongea na yeye. Because our God is a musical God. Can you tell your neighbor, our God is a musical God? Na palipopote Mungu yuko, lazima waimbaji wawe pale. When they were designing the church services, wakati ambapo walikuwa wanatengeneza njia ya kumwabudu Mungu, waliweka pahali patakatifu, pahali ambapo jina la Mungu linatajwa. Hapo inaongozwa na priests ambao ni elders pamoja na wachungaji, na karibu na wao kuna kwa na deacons and deaconesses, na miongoni mwa deacons and deaconesses ndio walikuwa wanachagua waimbaji, Levites, and therefore waimbaji are Levites. Waimbaji, you know, this church can function with the elders and musicians peke yao, na kanisa iendelee na tufanye huduma na tumalize. Bwana Yesu asifiwe. And therefore musicians, you are very important people in the house of God. Very, very important people in the house of God. There are 4 songs. There are 5 or more. Lakini kuna nyimbo 4 ama 4 songs which are very dear to me. Very, very important. Nyimbo ngapi? 4. They have made the huge. Tunaendaga. Tunasema smaller, huge. Now with your mindset, they have made the hugest impression katika mawazo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa huko nje. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Muko nje pale mzee Agiza, Bwana Yesu asifiwe. Ninawaona. Asante. Kule Great Hope ukisema Bwana Yesu asifiwe, watu wanakuangalia tu hivi. They try to harass mhubiri. So mimi nimezoea kukuwa harassed. Nikisema Bwana Yesu asifiwe, you don't say amen. Nimezoea. And I will repeat mpaka museme amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah, so you can't harass me. Ati nikisema Bwana Yesu asifiwe, you don't say amen. Tutaanza kusema amen na hizi vitu ziko hapa. We will say amen because Jesus must be praised. Amen. Now, the first song is in the book of Job chapter 38 verse number 7. And I know msomaji wetu wako hapa. And I know sayari ameshafungua kitabu cha Ayubu, Job chapter number 38 verse number 7. That was the first song. Sijui huu wimbo uliimbo aje, but so long as it's recorded in the Bible, it must have been a great song. Inasema namna gani? Biblia inasema, soma ndugu yangu. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja. Nyota za asubuhi zilipoimba pamoja.
Na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Nitarudia tena. Soma tena. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja. Na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Tulia. Naam. Can you imagine the stars singing? The stars singing. Sasa kuna stars ambazo tunajua, ambazo zinakuwa nyingi wakati wa usiku, zinaonekana sana. But katika hii context alikuwa naongea juu ya malaika wote wa Mungu, wakati ambapo Mungu alikuwa naumba mbingu na nchi. When God created things, the stars ama malaika za Mungu ambao ni wengi kuliko wanadamu, there are many more than human beings. Wacha nirudie. Malaika za Mungu ni wengi kuliko wanadamu. Wote walikuwa wanaimba. I don't know the song they were singing, but probably they were praising God as the Elohim, the creator of all things. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bas. Huyo ndio wimbo wa kwanza. The song that was sung wakati Mungu alitengeneza kila kitu, na hata yeye mwenyewe akasema vyema sana. When things were made, Mungu aliumba vitu vyote na vyote vikaonekana viko nzuri vile Mungu alivyofikiria. They were even almost beyond the expectation of God. Na Mungu akasema vyema sana. Bwana Yesu asifiwe. That song that was sung wakati huo, huu wimbo sikukuwa. I wish I was there ili nisikie huu wimbo. Wimbo wa pili is recorded in Luke chapter 2 verse number 14. Ndugu yangu tusomee. Wimbo wa pili ambao waliimba ni Luke chapter 2 verse number 14, imekuwa recorded pale. Inasema namna gani? Luka 4:2:14. 2:14. Biblia inasema atukuzwe Mungu juu mbinguni. Atukuzwe Mungu juu mbinguni. Na duniani iwe amani kwa watu waliouridhia. Na duniani huwe nini? Amani. Kwa watu waliouridhia. Kwa watu walio hapo. When was this song sung? Wakati ambapo mama fulani, msichana fulani, binti fulani alipata mimba bila kujua mwanaume. Na akapata mimba, na baada ya miezi 9 akajifungua mtoto mwanaume, wakamuita Yesu. The angels in heaven could not hold themselves. Wengine wakaruka wakaenda wakakuta some elders, some wachungaji fulani kule in the field. Wakaanza kuambia kuna jambo fulani imefanyika. They could not hold themselves. Na kwa hivyo malaika wa mbinguni na hao ambao walikuwa hapa duniani wakaungana pamoja na wakaanza kutoa wimbo. They started singing when this baby Jesus was born. I don't know huu wimbo ulikuwa tamu kiasi gani, but I wish ndugu Wycliffe sang ungekuwa in spirit so that Mungu akurudishe hapo usikie huu wimbo, ufundishe hawa watu waimbe huu wimbo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. When Jesus was born, a song was sung. A beautiful song. I wish I was there. Nisikie huu wimbo, but mbaya sikukuwa. I wish I was there nisikie vile wanaimba when baby Jesus was born. Na wakaimba namna gani ndugu yangu? Soma tena. 2 verse 14 nasema namna gani? Atukuzwe Mungu juu mbinguni. Na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Na mazuri kwa watu walifanywa nini? Aliowaridhia. Aliowafanya nini? Waridhia. Amina. Yet there was a third song that was sung. There was a third song. Na this third song was in Revelation chapter 5 verse number 9. Baada ya huyu baby Jesus kukua mtu na akakuwa mtu
akakuwa mtu mzima kama Elder Thomas, akakuwa mtu mzima, lakini akiwa 30 years akaanza kazi, akaanza kuhubiri, akatembea na miguu yake Israel mzima kwa miguu yake akihubiri habari njema ya wokovu, akiponya, akifufua watu ambao wamekufa, akihubiri habari njema, akifanya miujiza mbalimbali. Baadaye wakamshika, wakamsulubisha. Siku ya 3 akafufuka. A song was sung on that day. Inasema namna gani ndugu yangu? Nao wauimba wimbo mpya wakisema, wakaimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu, unastahili kuchukua kitabu hicho na kuzifungua muhuri zake, na ufungue muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa, kwa sababu ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu, na ukanunua watu kwa Mungu kupitia kwa damu yako. Kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha na jamaa na taifa. Kabila, lugha, jamaa na taifa. So a song was sung when Jesus Christ resurrected. You cannot say amen. Hata mimi I am not saying, because probably I was not there. I wish I was there. Ningesema amen. Wakati Yesu alifufuka, you don't know the extent, uzito ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Apart from ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, mwanadamu aliyekufa kufufuka. It is so deep. Na kwa sababu hatuna muda, na leo ni siku ya uimbaji, I will not explain. But let me tell you something. If you have experienced death in your life, mtu ambaye unampenda, mwenye kwa karibu na wewe amekufa, then you reverse the situation. Umeelewa sasa? Mtu ambaye ni rafiki yako wa karibu, mke wako, bwana yako, rafiki yako, msichana wako, mtoto wako, kijana yako, your girl has died. Hello? Na uko na huzuni, you are dead in your heart kwa sababu aliye karibu na wewe amefanya nini? Then you reverse the situation. Now, hiyo ni number 1. Yesu amefufuka. Then number 2, anafufuka kwa sababu hakufanya dhambi. Kwa hivyo ameshinda dhambi. Hiyo ni number 2. Number 3, anafufuka akibeba ufufuo wetu sisi wote. Kwa hivyo Yesu aliyekufa na akafufuka, mimi na wewe tukiwa ndani yake, vile alikufa na akafufuka, hata sisi tutafanya nini? Tutafufuka. So you see, ufufuo wa Yesu Kristo carried a whole generation of humanity with him. A song was sung. And they praised the Almighty God. Akasema, umestahili kubeba historia ya dunia kwa sababu ulichinjwa na ukafanya nini? Ukashinda mauti. Bwana Yesu asifiwe. Unfortunately, I was not there. Sikukuwepo. I wish I was there, so that I could see how angels in heaven were praising Jesus for having defeated death. You know, there was a time when Lazarus died in Luke chapter 11. John chapter 11. Ukiangalia John chapter 11 inaongea kuhusu kifo cha Lazaro, maisha ya Lazaro, hiyo yote. But now Lazarus died day 1, day 2, day 3. On the 4th day ndiyo Yesu Kristo anakuja. Wakati huo ameanza kuoza. Wale ambao wanasema atulie mahali peponi. Si ndio? Lazaro hakukuwa mahali pema peponi. Alikuwa naoza. So on the 4th day Lazarus was even smelling. Hapo ndipo Yesu anakuja on the 4th day. So watu wanaangalia, yes, huyu jamaa alipea watu zaidi ya 5,000 chakula. Huyu jamaa, we have seen this person give a blind person, anampea macho na anafanya nini? Anaona. We have seen this person do a lot of great things, but hatujaona akifufua mtu mwenye amekufa. Can he handle death? Can this person handle death? Hii kifo, the darkness. By the way, kifo ni nini? What do you think wenye wamekufa wana feel? Baraka, Bwana Yesu asifiwe. I want you to think like a child. Ukija mbele ya Mungu, stop thinking like an adult. You are not an adult before God. You are a child mbele ya Mungu. Hello?
So stop thinking, wacha ukubwa. Wacha na miaka. Wacha ukubwa, kuwa mtoto ukiwa mbele ya Mungu, so that God can help you understand. Tunapanda pale. So now mtu akifa anasikia nini? What do you think is there in death? So unajua, I'm asking you a rhetorical question, but you amujai kufa. You have never died, so you don't know. Si ndio? Hata mimi sijui, but I can imagine that death is the place of nothingness. Darkness. You don't know anything. You are dead. You are not alive. Tunapatana pale. So hao watu wanajiuliza, hao wamekuja kuangalia, can this person handle death? Anaweza kufufua mfu? Wacha tuangalie. Bwana Yesu asifiwe. So they thought Jesus was going to do a long sermon. Ahubiri kama vile Paul alihubiri Paul alihubiri more than 6 hours mpaka mtu akakufa. So they thought that this person is going to preach a long sermon, afanye kafara nyingi, achinje kondoo, ajifanye kiasi gani. Then Yesu anakuja anasema, I know you will listen to me, so that these people can glorify your name. Kwisha, Lazaro toka. Then Lazaro anafanya nini? Lazaro anafufua. Jesus handled death na akafufua mtu aliyekufa. So death is not a plaything. It's not a joke. So wakati Yesu Kristo anafufuka, they sang a song. The angels sang a song. Now, sikukua, I wish I was there. But there is one song, I will be there. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo ambao umebaki, na huo wimbo wakati watakuwa wanaimba, wawe ni in fact that day we will tell the angels, shut up, it is our time to sing. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Malaika wameimba sana. They sang when God created the heavens and earth. Waliimba wakati Yesu Kristo alizaliwa. Waliimba wakati Yesu Kristo alifufuka. Now it is our time to sing. We will sing. Now it won't be one song. There will be 2 songs. Hello? Wakati huo tutaimba wimbo moja, tutaikuja hapa tuimbe another one. Tunamaliza hiyo, then another one. We will sing 2 songs. Wimbo wa Musa, the song of redemption, na wimbo wa mwana kondoo, kwa sababu ametukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Katika Ufunuo 15:3 ukisoma hiyo yote inatuelezea mambo mazuri pale. We can go there kwa haraka kwa sababu I know very soon somebody is starting to sleep. Biblia inasema, problem with that. Inasema namna gani? Nao wauimba wimbo wa Musa. Tulia, anzia verse number 2. And I saw, inasema, Biblia inasema, nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama. Wale wenye wako ndani ya bahari ya kioo ni washindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale ambao watakuwa pale wanaimba wimbo wa mwanakondoo na wa Musa, wimbo wa ukombozi na wimbo ya wokovu, watakuwa ni washindi. And I will be there. So inasema namna gani? Endelea. Na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinumbi vya Mungu. Yes. Mstari wa 3. And nao wauimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Unao wauimba wimbo wa Musa, mtumwa wa Mungu, na wimbo wa mwana kondoo, wakisema, ni makuu, ni ya ajabu. Tulia pale ndugu yangu. Before I break, let me explain to you what this thing mean. Do you know, watu wa Mungu, ya kwamba hii dunia, this world, don't look for happiness. You won't find it. Hello? Bwana Yesu asifiwe. I want you to listen to this. Nataka usikie hii. Wacha kutafuta furaha katika hii dunia, hautapata. You won't find joy in this world. Bora tu bado unapumua. Because hii dunia haina furaha. The king of this world, joy is not part of his DNA. Furaha, upendo, uaminifu, you will never find them in the DNA of Lucifer, of Satan. You won't find.
haziko. Lakini vitu ambazo utapata in the DNA ya shetani, chuki. Chuki ndio hatred, envy, maafa, vita hapa na pale, uongo, kujifanya. The devil anajua hiyo. Si mnajua hiyo? Ndugu yangu, niko kwa Timotheo. Timotheo ni gani? Wa pili 3:1. Tuangalie vitu ambazo you are looking for happiness and joy in this earth. Let me tell you what you will find. Ndugu yangu, soma. Inasema namna gani? Timotheo wa pili. Soma. Timotheo wa pili 3:1 Biblia inasema, soma ndugu yangu. Lakini ufahamu neno hili, kuwa na fahamu ya neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Kuna kujipenda wenyewe. Wewe unataka kupendwa, lakini yule mtu anajipenda mwenyewe. Endelea. Wenye kupenda fedha, pesa. Wenye kujisifu, sifa. Wenye kiburi, Wenye kutukana, matukano. Wasiotii wazazi wao, hakuna heshima. Wasio na shukrani, hakuna shukrani. Wasio safi, hakuna usafi. Wasio wapenda wa kwao, hata watu wa nyumbani kwao wapendi. Wasiotaka kufanya suluhisho hawataki. Wasingiziaji, wanapenda kusingizia wenzao. Wasiojizuia, hawana control. Wakali, watu ni wakali. Wasiopenda mema, hata wapendi mema. Wasaliti, watu ni wasaliti. Wakaidi, watu ni wakaidi. Wenye kujivuna, watu wanajivuna. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Wenye mfano wa utaua. Basi hapo ndio sasa sisi, mimi na wewe wa Sabato tuko hapo. Ndugu yangu, soma pole. Wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, nani? Hao nao ujiepushe nao. Tulia, wachana nao pale. Umeenda kutafuta furaha, joy. You are looking for joy and happiness and love in this world. Mambo hayo ndio utakutana nao. And therefore, wapendwa, stop looking for those things on this earth. But there's a place you will find them. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali utazipata. Wapi? Kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. And when you find them, you will find yourself singing. You will find yourself singing. I want to finish nikisema hivi. A time is coming, na imefika. Watu wataona mwana wa Mungu akitokea mawinguni. Na atakuja wakati ambapo haufikirii atakuja. Najua hii nikisema mtaki kusikia because nyinyi ni kama mko na pesa. Unajua pesa ndio inafanya mtu utaki Yesu arudi mara ya pili. Elda Maina. Nimengangana miaka yangu yote kutafuta pesa. Nao sasa nimepata, unaniambia Yesu anarudi. Na. So si umesikia ni kupenda fedha kuliko kupenda Sasa watu wataki kusikia Yesu anarudi. Watu wataki kuona Yesu Kristo mwana wa Mungu akitokea mawinguni. I'm not scaring you. I'm not threatening you. This is the truth. Huu ndio ukweli ya kwamba very soon Yesu Kristo mwana wa Mungu atatokea mawinguni. And we who are victors, sisi ambao ni washindi, hata nikiwa ndani ya kaburi, I will sing in that coffin. Hello? Hata nikiwa ndani ya kaburi nitaimba nikiwa ndani ya hiyo jeneza. Because power will come from heaven. And the meat and my blood will come back to my bones. And I will become a human being. And I will go up. And I will sing. Bwana Yesu asifiwe. I will sing. I will be there. And I must sing. I must glorify my Jesus. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Watu wa baraka, Bwana Yesu asifiwe. Now, when you know who Jesus Christ is to you, ukimjua Yesu ni nani kwa maisha yako, ukimtambua Mungu ni nani kwa maisha yako, kwa sababu wengi hatujamtambua Mungu. Tunafikiria tumemtambua Mungu, lakini tumetambua tu sifa zake, lakini hatujatambua Mungu. Tukimtambua Mungu na Yesu Kristo mwana wa Mungu na kumjua, then you will know the power of music.
utajipata unaimba na kumtukuza Mungu wa mbinguni. Kuna watu hapa, wewe ulibarikiwa kwa kunywa uji, ukabarikiwa ukakunywa uji, ukabarikiwa ukakunywa maji ambayo yamewekwa ketepa ama koko ama whatever, na ikawekwa na sukari hapo ndani, ukakunywa na ukaongeza na maziwa. Kuna mtu ana sukari kwa nyumba yake hapa saa hii. I know I'm not lying. Kuna mtu ana unga kwa nyumba yake hapa saa hii. Kuna mtu alitwangwa makofi asubuhi akikuja hapa kanisani. Kuna mtu amekatazwa kuvaa nguo ambao anapenda kuvaa. Kuna mtu ametafuta kazi hajapata. Kuna mtu hajalipa rent. I am one of them. Kuna mtu hapa juu anaenda kuambia kiateka nini akikutana na yeye jioni. Kuna mtu hapa, the wife or the husband akamwambia let us separate. Let us give our time 1 year. Tuangalie kama tunaweza pendana bado. Kuna mtu hapa ameshindwa kulea mtoto wake. Mtoto amekuwa, unajua tukikuja hapa church, napenda kupitia na shuka hapo 45 ndio napanda pikipiki nikienda Great Hope kule chini. So hapo 45 ukikuja hapo karibu na St John's Hospital kulikuwa na jam. So hapo kukiwa na jam, unajua ukipata nafasi kidogo unapenyea hapo ndani, si ni hivyo? So kuna kijana fulani ka Gen Z kamechukua gari ya baba yake na kameweka tu vitu tunashine kwa meno yake. Sasa kwa nafasi kakatokea, tukamwambia si upenye kidogo ndio pia sisi tufanye nini? Tuingie hivyo tuende. Then kananiambia naweza kosa kusonga. Si lazima. Na katoto kamezaliwa 2014 ama 2010. Kamepewa gari ya baba yake na kanajifanya sasa hizo ameweka nyimbo zenye uelewi ndugu yangu, siji nyinyi ndio mnajua hizi nyimbo. Mimi nimeshindwa. Mimi nilifikia yangu wakati ule. Sasa tunamwambia ndugu yangu ni space imepatikana au mwenye mbele yako wamesonga, si usonge ndio hii jam ifanye nini? Kananiambia sio lazima, naweza kosa kusonga. Huyo ni mtoto wa mtu. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wako hapa wameshindwa na watoto wao. Kuna watoto wako hapa wameshindwa na wazazi wao. Wakiingia kwa nyumba, wanaenda kwa nyumba ya simba, a lion and a lioness. So, in the church of God, there are many problems. Kuna changamoto nyingi sana. So, ndio maana ukiona mtu analala. I always have a problem watu ambao wanalala kanisani. Inategemea. Kuna wakati nitakuwa na shida na wewe, kuna wakati sitakuwa na shida na wewe. For example. Pepu mambo. Na sasa wewe unalala kanisani. Vile nakujua. Ati Duke sasa unalala kanisani. But kuna mtu analala, Duke sasa analala kanisani na sisi kuwa na shida na yeye. Na kuna Duke sasa analala kanisani nitakuwa na shida na yeye. Mumenielewa sasa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watu wako na changamoto nyingi. But I assure you ya kwamba on that day when Christ shall come, all of us will sing the song of redemption and the song of the Lamb. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Yesu Kristo ametukomboa, ametuokoa, ametutoa mbali. I want to read the last verse. Unajua wanakwaya wameimba song number 123 if nilikuwa nawasikiza vizuri ya kwamba Bwana Yesu ndiye mchungaji wangu. Mungu ndiye mchungaji wangu, sina mahitaji mengi. Natembea kwa utulivu kwa sababu najua aliye nyuma yangu, aliye mbele yangu ana nguvu kuliko mambo yote. I can sleep the perfect sleep of trust nikijua ya kwamba the one who is protecting me is above all na kuna nguvu zote. Now I want to read the last verse and then tutamaliza. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa baraka, haleluya. Choristers ambao wako hapa, choristers wasimame. Choristers, I want to make this request.
Hapa nikisimama kwa pulpit. Choristers, kama wewe ni chorister wa hii mwaka, I know, I saw you. Mko wawili. Nilikuwa hapa. Mko wawili. I want to make a request. Choristers are the first singers of the church. Kwa ile nini? Pale ukiingia kwa ofisi ya wazee, ukiingia hapa kwa pulpit, mara nyingi kuna kuwaga na karatasi tunajaza. Mumewahi iona? Have you ever seen them, choristers? Take time, you look at that. Our work is full. Sisi ndio tuko na more than 50% of work katika hiyo nini ya kujaza. Tukimaliza before announcement, because announcement is part of divine. Before announcement, si uimbaji unaendelea. Hiyo ni choristers wanafanya nini? Wanaongoza. Immediately after announcement ni benediction na vitu kama hizo. Si ni choristers wanaongoza. Aya, immediately after mahubiri ni choristers wanachukua shukrani. Choristers wanafanya kazi mingi sana katika divine service ya mahubiri. And I therefore request you. Choristers wanafaa wakae karibu na pulpit. In fact, kuna kanisa nilienda nikapata choristers are part of the pulpit team. Hello? Yes, choristers are part of pulpit team. You are on duty every day. You are on duty every day. Ukitoka kwa nyumba, unakuja kanisani, uko on duty. Let us pray for these people. When you are praying for pastor, when you are praying for elders and deacons, please don't forget choristers. Pray for them also and with their families. Kwa sababu kabla kwaya haijakuweko, choristers were there. Before there were Baraka Church Choir, Baraka Church choristers were there. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ukweli. Kwa hivyo mara nyingi hata kulingana na mimi hamfai kukaa mbali. Mnafaa hata kukaa hapa karibu, very karibu sana hapa. You are part of the team here. You are even more important than pianist. You are even more important than technical team. But you are very important. But choristers are very, very important. Mnafaa kukaa karibu sana. Kwa sababu nyinyi, even if there's no sermon, we can just sing I love to read nyumbani. May God bless you. I pray for you. I pray for your family. May God give you peace, good health. Na Mungu awape uongozi bora mnapotuongoza katika uimbaji. Please sit down. God bless you. Nataka tusimame. We sing stanza number 3. Stanza number 3 na 4. And then tutamaliza pale. I was actually nilikuwa najifanya hapa nisiwaangalie. You have done very good. May God bless you. Huyu msichana atabarikiwa. Tutaenda na wewe mbinguni. We will occupy heaven with you. We will occupy heaven with you. So choristers, please come now. Now that you have given marks, sasa kujeni. Choristers, kujeni sasa. Please come, please come, please come. Mungu, hali pa mto.
hao waimbaji hawajaketi, I want to tell you something. The song in the book of Exodus chapter number 15, kutoka 15, hapo ndipo the song of Moses umerekodiwa, wakati ambapo Mungu aliwaokoa kutoka kwa utumwa wa Misri. Wakaona nguvu ambazo Mungu alitumia, that God created a path through the sea, and watu wote, wazee kwa watoto, walemavu kwa wale ambao wako sawa, wote na mizigo zao, wote wakapita bahari ya Shamu na wakavuka bila mtu kuangamiza wao. Wakati waligeuka hivi, wakaona Farao na jeshi yake imeangamizwa ndani ya bahari. The Holy Spirit descended on Moses and Miriam, and they created a song number 15 in Exodus. And the song, waliimba huu wimbo, over 2 million people waliimba huu wimbo, hakukuwa na discord hata moja. The song, waliimba huu wimbo na Mungu akatukuzwa, Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. That is the song of Moses, the song of redemption. Lakini wimbo wa mwanakondoo utakuwa kubwa, utakuwa kali, na utakuwa tamu, na utakuwa na nguvu sana, because I will be there and you will also be there. Huo wimbo utakuwa sana. Yes, wakati wa Musa mimi sikukuwa, na hata wewe haukukuwa, but wakati ya mwana kondoo you will be there and I will be there. That is what makes this song powerful and beautiful. That now I will sing of all the tribulations, mashida zote ambazo nimepitia katika hii dunia, changamoto yote nimepitia, ugonjwa ambao nimepitia, mateso ambao nimepitia, shida hizi zote nimepitia, lakini Yesu Kristo akaniokoa, akanitoa pale na akanipea uzima wa milele. I must sing, I will sing, and I will be there. Who will also be there with me? Nani pia atakuwa pamoja na mimi? May God bless you. Tungangane. Tukaribishe Roho katika maisha yetu, atusaidie. Tugongwe, tubondwe, tufanyiwe panel beating vizuri mpaka tukue wakamilifu vile Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Let us allow the Holy Spirit to do his work in our life. I must be there. Hii dunia nimechoka nayo. I must be there. Chorus, please sit down. Tukae chini. May God bless you. Ninaweza kula saa sana. God bless you. Wakati huu ningependa kukaribisha Hamo Choir. Karibuni kwa wimbo mmoja. Wazee tuharakishe kidogo.
bi harusi tayari kupokea mumewe. Je, umejiandaa kuingia kwenye mji huo? Washindi wa dhambi peke yao wataingia na kufurahia. Washindi wa dhambi peke yao wataingia na kufurahia. Mji mpya Yerusalemu unashuka kutoka mbinguni, umepambwa kama bi harusi tayari kupokea mumewe. Je, umejiandaa kuingia kwenye mji huo? Washindi wa dhambi peke yao wataingia na kufurahia. Washindi wa dhambi peke yao wataingia na kufurahia. Watafuta machozi yao na kifo hakitakuwa tena. Kilio, uchungu vitakuwa historia. Watafuta machozi yao na kifo hakitakuwa tena. Kilio, uchungu vitakuwa historia. Katika jiji hilo ndugu, hatuhitaji jua wala mwezi, kwa kuwa mwana-kondoo ndiye mwangaza ndani ya jiji lile. Utukufu wa Mungu unatosha kwa watakaoingia. Jitahidi tuende pamoja, ni raha kwa washindi wa dhambi. Jitahidi tuende pamoja, ni raha kwa washindi wa dhambi. Katika jiji hilo ndugu, hatuhitaji jua wala mwezi, kwa kuwa mwana-kondoo ndiye mwangaza ndani ya jiji lile. Utukufu wa Mungu unatosha kwa watakaoingia. Jitahidi tuende pamoja, ni raha kwa washindi wa dhambi. Jitahidi tuende pamoja, ni raha kwa washindi wa dhambi. Watafuta machozi yao na kifo hakitakuwa tena. Vilio, uchungu vitakuwa historia. Watafuta machozi yao na kifo hakitakuwa tena. Vilio, uchungu vitakuwa historia. Watafuta machozi yao na kifo hakitakuwa tena. Vilio, uchungu vitakuwa historia. Watafuta machozi yao na kifo hakitakuwa tena. Vilio, uchungu vitakuwa historia. Watafuta machozi yao na kifo hakitakuwa tena. Vilio, uchungu vitakuwa historia. Watafuta machozi yao na kifo hakitakuwa tena. Vilio, uchungu vitakuwa historia. Watafuta machozi yao na kifo hakitakuwa tena. Vilio, uchungu vitakuwa historia. Tusimame wote tuombe. Tunataka kuomba. As we pray, let us do all things. Tufanye mambo yote tunaweza fanya
lakini tusikosekane mbinguni. Let us try all things we can, but make sure you get to heaven. We are praying. Mungu wetu, Mungu wa rehema, asante Baba wetu kwa upendo wako na fadhili zako ambazo ni mingi mno katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo yalifanyika kitambo kabla tujakuweko, lakini kuna mambo ambayo yanafanyika sasa hivi na mambo ambayo yanafanyika hapo mbeleni. Na mambo haya yote pali uko, tunaomba nasi pia tukue pale. When your sons will be singing the praises of the glory of your Son, Jesus Christ, I pray that I be there. And I pray that he or she ambaye amesikia sauti yako leo, na yeye pia kuwepo pale. Sote tungane pamoja kama watoto wako wote chini ya umbrella ya Yesu Kristo, kwa sababu sisi wote ni watoto wako. Kwa sababu umekubali kuwa baba yetu. Kwa sababu Yesu Kristo amekufa kwa dhambi zetu. Damu ya Yesu Kristo imemwagika kwa sababu ya makosa yetu. Na kwa sababu Mungu wetu umekubali kutusamehe. Naomba yeyote ambaye amepata nafasi ya kukuja mbele zako siku hii ya leo, Baba yetu wa mbinguni, mapenzi yako yakatendeke katika maisha yake. Utupe utulivu wa moyo, utupe afya bora, utubariki tunapotafuta baraka, utembee pamoja nasi, utupe mwanga katika maisha yetu yote, utuondolee giza na shida na changamoto za dunia hii. Tukukamate wewe, ukitukamata sisi katika Kristo naomba nikiamini. Amen. God bless you. Natumai ya kwamba tumebarikiwa sisi sote kwa huduma ile na kwa ujumbe ambao unatufaa kwa wakati huu. A few quick reminders before to disperse.